Swahili, leta maiki ingine. Lugha ni tatu, keti sasa. Ndio ujue mambo ni ndio ujue mambo ni serious. So anaongea Kifini, anaongea Kiingereza, mimi na malizia na Kiswahili. So I hope that we have the same. Yes? I hope that we have your translation. Na mwishowe anaamini ya kwamba tutakuwa na mahubiri yale yale. With me, sure. No problem, no problem. Yes. Terveisiä lumisesta Suomesta. Many greetings from Finland where we have a lot of snow. Salamu kutoka kule Ufini, mahali ambapo kuna theluji nyingi sana. On ilo ja siunaus olla täällä teidän kauniissa maassanne tänään. It's a great pleasure to be in your beautiful country today. Ni furaha kuwa katika nchi yenu ambayo ni maridadi sana siku ya leo. Ja me koemme syvää Jumalan vaikuttamaa yhteyttä teidän kanssanne. We feel that we have a great unity among us when we are here. Na tunasikia kwamba tumeunganika pamoja wakati ambapo tunapokuwa pamoja nanyi hapa. Petri kertoo enemmän terveisiä, minä menen suoraan Raamatun tekstiin. Petri will give you greetings from Finland, but I want to read directly from the Bible something. Petri ataleta salamu zaidi kutoka kule Finland, lakini mimi nataka nisome Biblia sasa. Te kaikki varmaan tiedätte Raamatun viimeisen kirjan Johanneksen ilmestyksen. I think that all of you know the last book in the Bible, the book of Revelation. Nafikiri nyote mnajua kitabu cha mwisho katika Biblia, katika kitabu cha Ufunuo. Jeesuksen opetuslapsi Johannes oli viety Patmos-nimiselle saarelle. Disciple of Jesus called John, he was in an island called Patmos. Mwanafunzi wa Yesu wakati ambapo alipokuwa katika kisiwa cha Patimo. Ja tuo saari oli Johanneksen vankila ja hän oli siellä Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. And that island was like a prison for John because he was there loving Jesus. Na kisiwa hicho kilikuwa ni kama jela kwa Yohana kwa sababu alikuwa pale kwa sababu ya kumpenda Yesu. Johanneksen ilmestyksen ensimmäisessä luvussa Johannes saa näyn. In the first chapter of that book we can see that John got a vision from God. Katika sura yake ya kwanza tunaweza kuona ya kwamba Yohana alipata ufunuo kutoka kwa Mungu. Johannes näkee 7 kultaista lampun jalkaa. He saw, like you remember, 7 different candles. Aliona kama jinsi ambavyo unavyojua mishumaa 7. Noiden lampunjalkojen tehtävänä oli toimia Jumalan valon tuojina maailmassa. And the purpose of those 7 things were to bring light to the world. Na mishumaa hiyo ilidhihirisha juu ya vile ambavyo nuru inavyoingia katika ulimwengu. Ja ne lampunjalat olivat todella rakennettu kullasta, puhtaasta kullasta. And all of them, they were from pure gold. Na taa hizo zote zilikuwa zinatokea katika dhahabu ambayo ni safi. Kun Jumala esittelee Johannekselle seurakuntanäyn, hän näkee seurakunnan arvokkaana kuin kulta. When God is talking to the church, he sees the church as valuable as gold. Wakati ambapo Mungu anapozungumza na kanisa lake huliona likiwa ni la dhamana kama jinsi ambavyo dhahabu ilivyo ya dhamana. Sen lisäksi, että ne olivat kultaa, ne olivat yhdestä ainoasta kappaleesta tehdyt. And then not only that they were from gold, they were only one whole piece. Na si kwamba peke yake zilikuwa zimetokea katika dhahabu, lakini zilikuwa ni kitu kimoja ambacho kimeshikamana. Ja tänään se kertoo meille siitä, että seurakunta on Jumalan arvokas suunnitelma. And in this moment we can understand that it means that the church has a great value in God's plan. Na hii ni kusema ya kwamba kanisa lina dhamana sana katika mpango wa Mungu. Kun me ihmiset haluamme antaa jotain arvokasta rakkaallemme, me annamme hänelle kultaisen korun. When we want to give to our loved ones something valuable, we many times give something with gold.
Tukitaka kuwapatia wapendwa ambao tunaowapenda kitu ambacho ni cha dhamana, huwa tunawatafutia kitu ambacho wakati mwingine kina dhahabu. Kun Jumala katsoo tätä seurakuntaa täällä Malindissa, hän näkee sen arvokkaana When kuin God kulta. is watching this church here in Malindi, he sees that you are like gold for him. Na Mungu anapolitazama kanisa hili la Malindi, anaona ya kwamba ninyi ni watu wa dhamana kama jinsi ambavyo dhahabu ilivyo ya dhamana. Kun Jumala näkee tämän seurakunnan, hän näkee tämän myös yhtenäisenä. And when God is looking this church here in Malindi, he sees that you have unity among you. Na Mungu anapowatazama watu wa Malindi, anaona ya kwamba mko na umoja katikatini mwenu. Ja tämä yhteys on mahdollista Pyhän Hengen tuoman siteen avulla. And this unity is only possible with Holy Spirit's help. Na umoja huu unawezekana peke yake kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Vaikka me olemme hyvin erilaisia ihmisiä, seurakunta koostuu hyvin erilaisista ihmisistä. Although the church have different kind of members, Licha ya kwamba kanisa liko na watu wa aina mbalimbali, Kun me kunnioitamme toisiamme ja Jumalan sanaa, me voimme kokea suurta yhteyttä keskenämme. when we respect each others and God's word, we can be united. tunapoheshimiana mmoja na mwingine, basi tunaweza kuendelea kushikamana zaidi. Se kuvaa myös Jumalan tahtoa, että me toimimme yhtenäisinä. It shows also God's will. He's willing that we work together. Na inaonyesha pia mapenzi ya Mungu, maana yeye hupenda wakati ambapo tunapofanya kazi pamoja. Jumalan tahto ei ole koskaan, että me sooloilemme jokainen mitä tahdomme. God's will is never that we are doing alone the work. Mapenzi ya Mungu sio kwamba tufanye kazi peke yetu. Hänen tahtoonsa on, että yhdessä teemme sen, mitä olemme yhdessä nähneet tärkeäksi. His will is that united we do what we feel that it's God's will in our life. Lakini mapenzi yake ni kwamba tushikamane pamoja tukitenda yale ambayo yaliyo mapenzi yake. Jumala näkee siis seurakunnan kultaisena lampun jalkana. Näetkö sinä samoin? As I said, God sees your church as a golden piece. Do you see in the same way like God, the church here? Kama jinsi ambavyo nimesema, Mungu anapowatazama anaona kama nyinyi ni kipande cha dhahabu. Sijui kama ninyi mnajiona kama namna hivyo. Kristus uhrasi itsensä, vuodatti oman pyhän verensä perustaakseen seurakunnan. Christ gave his life so that we can have this kind of holy place called the church. Kristo alitoa uhai wake na ili tuwe na mahali hapa patakatifu panapoitwa kanisa. Jumalan tahto on, että me ajattelemme seurakunnasta samalla tavoin. God's will is that we think about the church in the same way like God sees the church. Na mapenzi ya Mungu ni ya kwamba tufikirie juu ya kanisa kama vile ambavyo naye anavyofikiria juu ya kanisa. Silloin me puhumme ja toimimme seurakuntaa kohtaan aina arvokkaasti. If we have that kind of vision of the church, we respect and we speak respecting the church. Kama tuna maono kama hayo kwa ajili ya kanisa, basi tutaishi kuliheshimu kanisa na kulipenda kanisa. Jos me huomaamme, että joku toinen puhuu seurakunnasta halveksivasti, niin me puutumme siihen. If somebody is talking against the church, Kama- we immediately react that that's not biblical. Kama mtu anaongea kinyume na kanisa, bila shaka tunaweza kusema ya kwamba hiyo sio kibibilia. Ja koska seurakunta on arvokas, sinä olet arvokas. Because the church is valuable and you are valuable for God. Kwa sababu kanisa ni la dhamana na hivyo wewe ni wa dhamana kwa Mungu. Jumala näkee myös sinut yksilönä kuin kultaa arvokkaana. You as individual, you have the same value. You are like gold for God. Wewe kama mtu wa Mungu ni wa dhamana kama vile ambavyo dhahabu ilivyo na maana, kama jinsi ambavyo ilivyo na dhamana kubwa. Ja sen tähden Jumalalla on suunnitelma sinun henkilökohtaiseen elämääsi. For that reason, God has a special plan for you as individual also. Kwa sababu hiyo Mungu ana mpango ambao ni speciali kwa ajili yako wewe kama mtu binafsi. Mutta muista aina, että Jumala rakastaa sinua, koska sinä olet sinä. And you need to remember that God loves you because you are who you are. Na unastahili kuelewa ya kwamba Mungu anakupenda kwa sababu ya yule ambaye ni wewe ama vile ambavyo ulivyo.
Ja tuosta rakkaudesta käsin me haluamme palvella häntä. And that love is the base why we want to serve him. Na upendo huo ndio ambao unaotusaidia kuwa msingi ni kwa nini tunamtumikia. Palaan vielä kultaisen lampun jalkaan. Sen tehtävä ei ollut vain olla kaunis esine. You remember that seven candle was not only to be a beautiful thing in the temple. Unakumbuka ya kwamba mishumaa 7 ambayo inayoonekana haikuwa ya kurembesha tu katika hekalu. Lampunjalan todellinen merkitys tulee siitä arvokkaasta tehtävästä, että se kantaa tulta mukanaan. The purpose of that beautiful thing was to have a fire in the temple. Lakini makusudi yake ilikuwa ni ya kwamba moto uendelee kuwaka katika hekalu. Ja mahdollisuus tulen kantamiselle oli seurausta öljystä, jota siinä oli. It couldn't have fire without having oil in that candle. Na haingewezekana kuwe na moto kama hakuna mafuta ndani yake. Hengellisessä merkityksessä sekä tuli että polttoaine ovat Jumalalta lähtöisin. In the same way in the spiritual life, oil and fire, they have a special meaning in Christian's life. Vile vile katika maisha ya kiroho moto na mafuta yako na maana ambayo ni speciali. Kun Kristus perusti seurakuntansa ensimmäisenä helluntaina, tuli oli merkkinä Pyhästä Hengestä. The first Pentecost, the fire was the sign of Holy Spirit. Katika nyakati za Pentekoste moto ulikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu. Jumalan voima vaikutti seurakunnan keskellä ja Kristuksen evankeliumi levisi kaikkialle maailmaan. And the power was among the Christians and they preached the gospel all over the world. Na nguvu ilikuwa miongoni mwa Wakristo na wakawa na nafasi ya kuhubiri habari njema katika ulimwengu wote. Jumalan hyvyys ei ole tarkoitettu vain meille itsellemme, vaan jaettavaksi eteenpäin. Blessings God is giving us is not only for us. We need to share blessings God is giving. Zile baraka ambazo Mungu anazotupatia sio zetu peke yetu, lakini twastahili kushiriki pamoja na wengine. Ja tämä Jumalan tahto kohdistuu erityisesti niihin, jotka eivät ole koskaan kuulleet. And we need to share blessings for those who have never heard the gospel. Na twastahili kushiriki baraka kwa wale watu ambao hawajawahi kusikia juu ya habari njema. Muistatte apostoli Paavalin, joka sanoi, että hän pitää kunnia-asiana, että hän julistaa sinne, missä ei ole vielä kuultu Kristuksen You nimeä. remember what Paul said? It's a big honor for me to preach there where nobody has not yet preached the gospel. Unakumbuka jinsi ambavyo Paulo alivyosema ya kwamba ni heshima kubwa kwangu kushiriki au kugawana neno la habari njema kwa watu ambao hawajazisikia. Se on myös syy, miksi me olemme Petrin ja Arin kanssa tällä matkalla. That's also the reason why we are together with Petri and Matti and Ari here in your place. Na ndiyo sababu wako hapa pamoja na Petri pamoja na Ari, kwa sababu wao wanatafuta vile ambavyo wale hawajafikiwa wanaweza kufikiwa na habari njema. Haluamme olla seurakuntimme kautta tukemassa teitä ja rannikon aluetta, että te voisitte tavoittaa täällä olevia saavuttamattomia kansoja. Through our churches in Finland, we are willing to collaborate your churches here in coastal area so that we can reach unreached people with the gospel. Katika makanisa yetu kule katika Ufini tunajitolea ya kwamba tushirikiane na makanisa yale ambayo yaliyoko hapa katika jimbo la Pwani ya Full Gospel Churches of Kenya ili kuwafikia wale watu ambao hawajafikiwa. Ja se on siunattu yhteistyö meidän välillämme Jumalan antamana. And it's a blessing for us that we can work together working for God. Na ni baraka kwetu wakati ambapo tunapoona tukifanya kazi pamoja, tukifanya kazi kwa ajili ya Mungu. Mainitsin, että seurakunnan tehtävä on olla Jumalan tulen kantajana. Mitä se ajatus herättää sinussa? What does it mean to you when I mention that the church must be filled with the fire? Je, unaelewa ninaposema ya kwamba kanisa linastahili kujazwa na moto, ya kwamba ninamaanisha nini? Se todella tarkoittaa meitä jokaista, ei vain joitakin erityishenkilöitä. Having the fire does not mean that only some special people has the responsibility to bring the fire to this world. Kuwa ninasema kuwa na moto sio watu wachache
kuwa ndio wametwikwa jukumu ya kwamba waafikie watu wengine kwa habari njema. Seurakunta voi tehdä tehtävänsä ainoastaan silloin, jos sen kaikki jäsenet ovat mukana tässä näyssä. We can do the work in a good way only if everybody in the church is willing to collaborate with the vision of God. Lakini tunaweza tukafanya kazi hii pamoja kama kila mmoja atakuwa na moyo wa kupenda, tushirikiane na ili tupate kueneza habari njema kwa wale ambao hawajafikiwa. Ja tämä Jumalan näky on etuoikeus meille kaikille, on etuoikeus olla mukana jokaisella meillä. And we need to understand that it's a privilege to be part of God's vision here in your place. Na twastahili kuelewa ya kwamba ni heshima kubwa sisi kuwa sehemu ya maono hayo ya kufikisha habari njema, na wewe kuwa sehemu ya maono hayo ya kufikisha habari njema. Jumalalla on suunnitelma tälle alueelle ja hän haluaa sinut mukaan. Hän kutsuu sinut mukaan. God has a plan for this area and he wants that you will be part, and for that reason he is calling you to be part of this vision. Mungu yuko na mpango kwa ajili ya sehemu hii, na angependa hata wewe uwe sehemu katika mpango huo alio nao kwa ajili ya sehemu hii, yani jimbo la Pwani. Vanhassa testamentissa temppeli kuvasi Jumalan läsnäoloa. In Old Testament the temple was a presence of God. Katika Agano la Kale hekalu lilikuwa limejawa na uwepo wa Mungu. Raamattu kertoo tilanteesta, jossa Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen ja temppeli hajotettiin. You remember the stories in the Bible when the temple was destroyed and the nation were taken to captivity. Na unaweza kumbuka ya kwamba katika Biblia tunaona wakati ilipofika hekalu likawa limebomolewa na wale ambao waliokuwepo wakachukuliwa katika umateka kule Babiloni. Profeetta Hakkai Jumalan kutsumana kehoittaa Israelin kansaa Vanhassa testamentissa palaamaan takaisin omaan maahansa ja rakentamaan temppelin uudelleen. For that reason prophet Haggai gives a message and encourages people to come back to Jerusalem and rebuild the temple. Sababu hiyo Hagai anatoa neno la unabii na kuwauliza watu ya kwamba warudi tena na ili kulijenga tena hekalu la Bwana. Kysymyksessä oli todella vakava viesti, sillä Jumalan temppeli merkitsi hänen läsnäoloaan Vanhassa testamentissa. This message was very serious because God's presence was related with the temple and now the temple was destroyed. Na ujumbe huu ulikuwa ni wa dhati sana kwa sababu uwepo wa Mungu unahusishwa na hekalu la Bwana, na sasa hekalu limebomolewa, na hivyo ni kuonyesha ya kwamba sehemu ya uwepo wa Bwana sasa haipo tena. Ja voimme lukea, että Jumalan ja hänen palvelijoidensa avulla he saivat rakennettua temppelin uudelleen. We can read in Old Testament that with God's help and with his servants' help they rebuilt the temple. Na tunaweza kuona katika Biblia ya kwamba kwa msaada wa Mungu na watumishi wa Mungu wakawa na nafasi ya kulijenga tena hekalu la Bwana. Olet varmasti lukenut Uudesta testamentissa, että nyt Raamattu sanoo, että temppeli on Jumalan seurakunta. You have been reading from the New Testament that the temple now is God's church on the earth. Umekuwa ukisoma katika Agano la Kale ya kwamba hekalu sasa ni mahali pa Bwana katika hapa ulimwenguni. Kun Vanhassa testamentissa Jumalan kirkkaus ilmestyi temppeliin, nyt se ilmestyi seurakuntaan ja seurakunnan kautta. And in the Old Testament, the glory of God was revealed in the temple. Now it's revealed in God's church on the earth. Na katika Agano la Kale uwepo huo ulionekana katika hekalu, lakini sasa uwepo huo unaonekana katika kanisa la Kristo. Monet Jumalan seuraajat, Jeesuksen seuraajat ajattelisivat, että voi kumpa Jumala ilmestyisi voimakkaammin minun elämässäni ja minun alueellani. Sometimes many Christians, they think that, hopefully God can give his revelation more clearly in our time. Wakati mwingine wa Kristo wanasema ya kwamba tuatamani kama Mungu angetoa ufunuo wake kwa njia ambayo ni sahihi zaidi katika nyakati zetu.
Tiedätkö, että se on mahdollista silloin, kun seurakunta ja sen jäsenet ottavat tosissaan sen, mitä Herra on heille varannut? Do you know when that revelation will be a reality? When we as members in the church take seriously the will of God in our lives. Je, unajua uhalisi wa ufunuo huo utakuwa ni halisi kweli wakati gani? Wakati ambapo tutakapokuwa na uwezo wa kutimiza mapenzi ya Mungu kamili. Seurakunta voi olla vain niin vaikuttava kuin sen jäsenet ovat. The impact of the church is related how impact it's God's will in your own life. Uguso wa Mungu wategemea, je, wewe una uguso gani wa mapenzi ya Mungu katika ndani ya maisha yako wewe kama binafsi? Tähän sisältyy sekä vastuu että etuoikeus. It includes responsibility and privilege. Na hivyo ni kusema ya kwamba kuna sehemu ya kuwajibika wewe na heshima ambayo uliotunukiwa. Vastuu siitä, että me huolehdimme oman elämämme hyvinvoinnista ja puhtaudesta suhteessa Jumalaan. Responsibility related with our own personal life, that we take care of our relation with God. Na wajibu wetu ni kuona jinsi ambavyo tunavyoweza kushughulikia uhusiano wetu sisi pamoja na Mungu. Ja etuoikeus on siinä, että me saamme edustaa Jumalaa tässä ajassa. And the privilege is that we can represent God in our times and in our life. Na heshima tuliyopewa ni kwamba tunaweza kumwakilisha Mungu katika nyakati zetu. Tulevana kesänä olympialaiset ovat Pariisissa. Next summer we have Olympic Games in Paris in France. Tuko na michezo ya Olympic kule France. Vastikään näytettiin, kuinka olympia tuli, sytytettiin ja sitä lähdettiin kantamaan And eteenpäin. recently they saw how they put fire in that thing what they are taking to the Olympic Games. Na hivi karibuni walionyesha jinsi ambavyo wanavyoweka moto katika kile ambacho wanachopeleka katika michezo hiyo. Se, kuka saa kantaa tuota tulta, valitaan hyvin huolellisesti ja se on suuri kunnia. And who is bringing the fire to the stadium will be selected very carefully, and it's a big honor. Na yule ambaye atakayeleta moto huo katika uga ule ni mtu ambaye atakayekuwa amechaguliwa na kwa njia ambayo ni maalum sana. Sisareni ja veljeni, kuuntele hyvin tarkkaan. My brothers and sisters, listen very carefully. Ndugu zangu na dada zangu, naomba ya kwamba msikilize kwa makini. Sinulla on oikeus kantaa Jumalan tulta elämässäsi. You have the right to bring God's fire in your life. Wewe uko na haki ya kuleta moto wa Mungu katika maisha yako. Kysymys ei ole meidän erinomaisuudesta, vaan Kristuksen verestä ja hänen uhristaan meidän The puolestamme. reason is that we are so special. No, that Christ, He made